Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Mungu. Karibuni kwenye channel yetu ambayo inatoa mafundisho mbalimbali ya dini. Na ili uweze kupata mtiririko mzuri wa mafundisho haya ni kuombe usubscribe kwanza channel hii. Leo hii tunaangalia miujiza ya Ekaristi. Tunatafuta ukweli wa hadithi hizi au miujiza hii ambayo imetokea makanisani kwa karne na miaka mingi. Watu milioni moja, watu mamilioni duniani wanaingia makanisani kila Jumapili kushiriki Ekaristi, yaani mkate na divai ambavyo hugeuzwa kwa mwili na damu ya Yesu kupitia ibada takatifu. Lakini swali linabaki, je, hii ni ishara tu au iliwahi kutokea kweli kwa macho ya binadamu, mkate kugeuka kuwa nyama na divai kuwa damu? Leo tunachunguza miujiza ambayo imezungumzwa kwa karne nyingi ndani ya kanisa Katoliki, miujiza inayojulikana kama Ekaristi Miracles. Kwa mujibu wa mafundisho ya kanisa Katoliki, wakati wa misa, mkate na divai vinageuka kuwa mwili na damu ya Kristo kupitia kinachoitwa transubstantiation. Hii ni imani ya karne nyingi, lakini karibu kila kizazi kimekuwa na maswali na mashaka yake. Hapa ndipo simulizi za miujiza zinaingia. Miaka zaidi ya 700 iliyopita huko Lazio, Italia, padri mmoja aliyesimama madhabahuni akipambana na mashaka moyoni mwake. Je, kweli Ekaristi ni mwili wa Yesu au ni ishara tu? Inasimuliwa kwamba wakati wa kuvunja mkate, kitu cha ajabu kilionekana. Mkate ule ulionekana kubadilika kuwa nyama halisi na divai kuwa damu yenye uhalisia. Mashuhuda waliofia, wengine walilia na taarifa zilisambaa kwa haraka sana. Miaka ilipita, miaka mingi. Karibu baada ya karne 7, masampuli yaliletwa kwa wanajiolojia na madaktari wa wakati huo. Walichokipata kilishangaza wengi. Nyama ilikuwa sehemu ya misuli ya moyo wa mwanadamu na damu ilikuwa group AB, aina ambayo pia ilipatikana kwenye mabaki mengine ya kanisa kama shard of tan. Je, ni bahati mbaya au ni kitu kikubwa zaidi? Karibu duniani leo. Mwaka 1996 katika kanisa moja mjini Buenos Aires, Argentina, hosti aliyekuwa ameanguka na kutunzwa kwa heshima inaonekana polepole kubadilika kuwa nyama nyekundu. Mwaka 1999 sampuli zilipelekwa kwa madaktari bila kujulikana zimetoka wapi. Daktari mmoja alisema kwa mshangao, hii ni misuli ya moyo wa mwanadamu na inaonekana imetoka kwenye mtu aliyekuwa akiteseka sana. Hakujua alipokuwa akisema maneno hayo kwamba sampuli hizo zilikuwa zimehifadhiwa ndani ya kanisa. Baadaye alipokuja kugundua taarifa, gumzo likaanza upya na mjadala haujakoma mpaka leo. Kwa upande wa sayansi, wapo wanaotafuta maelezo ya kibiolojia. Kwa upande wa imani, wapo wanaosema miujiza haina haja ya uthibitisho wa maabara. Na kwa upande wa historia, matukio haya yameacha nyaraka au shuhuda na mafaili ya uchunguzi yaliyodumu kwa karne nyingi. Lakini bado swali kuu halijawahi kufutika. Je, ni kweli mambo haya yanaweza kuonekana au mambo ya kiroho yanaweza kuonekana katika maisha halisi? Katika dunia ya skeptics, technology na sayansi, ni simulizi za miujiza zinawezesha curiosity, debate na imani wakati mmoja. Wapo wanaoamini kabisa na wapo wanaotilia mashaka kupita kiasi, lakini hakuna anayeweza kukataa jambo moja. Miujiza hii imevutia watu kwa karne nyingi na haitakoma leo. Na sasa swali linaendelea kwako. Je, wewe unaamini miujiza hii au unaona ni hadithi za historia na imani tu? Niandikie majibu yako kwenye comments, na kama ungependa tuendelee kuchunguza masuala ya dini, historia na mambo mengine kibao kuhusu kanisa na dini yetu ya kanisa Katoliki, usisahau kusubscribe.